Iraji, mama mjinga mchawi, umeua mtoto wako. Tunakuja huko matanga, tunakuja. Jensi wale huko unataka tunakuja masishi ya mtoto yako. Lakini hatutakura kwa sababu ni mama mrogi. Tutakuja tu dance tukuombea ukufe ndio turudi kukula. Watu wangu Sasa huyu ako hapo ni yule kijana wa Beatrice Elashi, MP kule Dagoretti. Elashi, tulikuambia aje? Ulikuwa mnatuambia. Yaani machaji na manyonyo hizi. Tunafurahi hadi kifo mtu wangu jo. Nimechekia ati mtu hiyo wa Beatrice Elashi ameukata jo. Na machaji na manyonyo hizi manze. Base fulani nimechekia watu wamekadi bash jo. Mamzinga kila kitu makaunti zimekuwa nini kwa meza. Sasa ni hapa kwa hapo. Nasikia ati huyo mtu hii ama kuondokea ngori. Unajua kuna time Beatrice Elashi sio alidayaje ati kama unaona hii nchi yetu Kenya ni ngori we zidi. Sasa kimajamaa anasema timu mtoi wake ndio aliamua kuzidi jo. Wewe manzena kwa menyewe watu jo mna mbaya. Ati venye Morara alikuwa Bomas akifunuliwa na viti mtu wangu jo. Beatrice Elashi akisema kabisa pita nayo. Machaji wanasema ati ni aje mtoi wake pia akaamua kuzidi tu hivyo jo. Ati malipo ni hapa. Yaani tumefikia hapo siku hizi yani. Mimi nakwambia buda ni ngori jo. Sitaki jua. My people, kuna huyo mbunge mwenye alipoteza kijana wake Beatrice Elashi, mbunge wa Dagoretti. Let me tell you, si wa Kenya huku nje mko na mambo. Hata wakati Mungu atarudi atasema Kenyans, please, you'll be the last one to be checked in. Tell me why this is the same lady mwenye alikuotingi ile time Morara Kebaso alipigwa Bomas of Kenya na viti. Apigwe. So Kenyans have decided to quote like this. Huyu ni ule mwanamke mwenye alisema Morara Kebaso apigwe. But God has decided to strike her before Morara. Malipo ni hapa, karma is real. And then I saw another comment that huyu ni ule mwanamke mwenye alisema ati Wakenya kama tumechoka na Kenya tuhame Kenya, but his son decided to take her words seriously na ameamua kuhama Kenya na kuacha Wakenya ambao walikuwa naambiwa wahame. Kenyans, you don't fear. Place imefikia you are saying hamuogopi hata mkufi. As a certain person said like this, tafadhali huyu kijana alikuwa na shida ya kifua, so msidhubutu kumweka kwa fridge, shida ya kifua itaongezeka. And I'm like, yo Kenyans, kuna watu wengine niliona wameanguza mizinga. Do you call them mizinga? I don't take them, so I don't know how you call them. Mizinga. And I'm like, where Kenyans, you can really celebrate death? Where? Ati usiwahi kosea wa Kenya. That is what I've come to realize. If you are a politician, never speak vibaya kwa Wakenya. Wanaweza kuridicule vibaya sana mpaka ushangae, am I the one who has lost my beloved one? Ama sio mimi. Alafu I just remember the words of Pastor Nganga. Alisema, nyinyi watu mutapoteza wapendwa wenu. And actually these words are coming to reality. Because hawa watu si wanaenda kuenda. Anyway, Aluta Beatrice Elashi, may your son rest in eternal peace. Lakini don't ever joke with Kenyans. Kenyans wanakuanga na makasiriko ingine enye hata Mungu atashindwa. How will I judge these people? Bigger! Most recently, you said that, everybody seems to be complaining, more or less. Everybody seems to be complaining about everything. And if you find that, look, this is not working for you, then you can leave. Now, you see how you say it in English. So let me say it in the Insha of Kiswahili. Okay. The way I said it. The way you said it. Yes. So I just stood and I said, wewe kama unaona hii inchi ni mbaya, si unahama. Lakini kama unajua hauna inchi ingine, haswa wewe Mkenya mwenye unachukiwa Tanzania, Uganda,
Rwanda. Unajua hauna pa kuenda, hii ndio nchi yako. So ulinde nchi yako. That's all I said. So if it was a Swahili insha, I think that Swahili insha would have been very different. It would have meant, all I'm saying is be very careful, because you as a Kenyan, you have nowhere to go. So just take care of this country and let us not use... And why I said it, let me say it Yes. today, because I know many people didn't understand. I said this because, number one, many people went to the US Embassy, complained so much that they have been denied visas. But they did not know the reason why they were being denied visas. And the most sad part is when the children went to World Scholar. And my child was also there. So they went to World Scholar in Europe. When they arrived there, yes, they had their children. So they will do as we do at home. And they started saying, the president has to go when they are there. And these guys in Europe wondered, you came here, that's the creativity you brought here? And it was a very sad thing, because at that time, some young